akilitia moyo kanisa la Kristo kwamba liendelee mbele bila kumwacha Yesu, bila kuvutwa na dunia. Mwaka ule wa 62 akiwa gerezani, Paul anaandika waraka huko wa Efeso. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anaandika waraka huu kwa kanisa la Efeso, ambalo tunasoma kwenye kitabu cha Ufunuo ni mojawapo ya kanisa ambalo wakati likihubiriwa habari njema lilifika mahali katika dhiki lililopitia. Hili kanisa lilipita katika dhiki, kwanza ya kuondolewa mchungaji wao, akapigwa lupango, akashikwa, akafungwa jela. Pamoja na hayo, waliinuka makristo wa uongo wakiwadanganya watu wayashike mafundisho ya zamani, ambayo katika hayo hakuna wokovu, hayawezi kuokoa. Kwa hiyo ili kanisa likapita katika wakati mgumu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Likapita wakati ambao walikuwa wanajihudumia wenyewe, walikuwa wanahudumiwa na wazee wa hili kanisa wakiwa hawana mchungaji wao akiwa gerezani. Ndipo Paulo anaandika waraka huu akiwatia moyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kule kuwatia moyo anawafundisha mafundisho, anawapa mafundisho muhimu ambayo wanapaswa kwenda nayo. Wateule, haleluya. Wateule, Bwana asifiwe. Hii sura tunayoisoma hapa, tumesoma sura ya ngapi? Sura ya 5. Pale anasema kwa sababu walishamwamini Mungu, anawafundisha kuhusu kumfuata Yesu. Anawaambia kama vile wito ule mlivyoitiwa na Bwana, mfuateni Kristo kama wana ama kama watoto wanaopendwa. Jamani, haleluya. Unajua watakatifu wa Bwana, tumependwa na Kristo. Kristo amekupenda wewe. Biblia inasema hata akawa mtii, akawa mnyenyekevu, akatii, akawa mnyenyekevu mpaka mauti ya msalaba. Biblia inasema akanyenyekea akawa mtii. Naam, mauti ya msalaba yalimpata Yesu, yalimpata huyu Mungu mwenye nguvu. Mauti ya msalaba, akatundikwa msalabani uchi, akafa juu ya msalaba uchi, kwa sababu tu ya ule upendo ambao aliokuwa nao kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi. Kwa maana hiyo sasa, kama Mungu Baba alitupenda kiasi hiki, lazima tukubali kukaa naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama Kristo alitupenda, huyu Mungu wa mbinguni akatupenda kiasi cha kuimwaga damu yake pale msalabani, akautoa uhai Yesu. Mungu wa mbingu na nchi, aliyetuumba sote, akautoa uhai, akakubali uhai wake utoke ili sisi tuwe hai. Mmenielewa kweli? Yesu Kristo akautoa uhai wake ili sisi ambao tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu, tulikuwa wafu, tulikuwa hatuna thamani machoni pa Baba, Yesu Kristo akatoa uhai wake ili ndani ya ule uhai wa Yesu ulio wa thamani, wenye thamani, uingie ndani yetu, alafu tuishi tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sitaweza kukufundisha mpigie Yesu mahali ambapo unajua kwamba penti imeingia. Wakati ambapo unajua kwamba nimefahamu kinachohubiriwa hapa, siwezi kukufundisha mpigie Yesu makofi, bali ni wewe mwenyewe una uwezo wa kumtukuza Bwana, kwa sababu thamani ya uhai wake iliingia ndani yetu ili sisi ambao tulikuwa hatuna thamani tuwe wa thamani machoni pa Mungu aliye hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo ulivyo sasa? Si ndivyo tulivyo leo? Ya kwamba watu ambao tulikuwa hatuna heshima, watu ambao tulikuwa tumedharauliwa, watu ambao tayari tulikuwa ni watu wa jehanamu ya moto, leo hii uhai wa Yesu Kristo uliingia ndani yetu. Alafu sasa badala ya kuwa watu wa jehanamu, badala ya kuwa watu tusio wa thamani tena, tusio na thamani tena, tukawa na thamani kwa sababu ya ile damu ya Mungu aliye hai aliyokubali kuimwaga
pale msalabani. Hebu sema amen. Sasa Biblia inasema kwa maana hiyo sasa mwenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi. Kwa maana hii imetupasa kuenenda katika upendo, kwa sababu Kristo Yesu alitupenda sisi akajitoa kuwa dhabihu. Jamani, haleluya. Mnanielewa? Wangapi wapo ibadani asubuhi ya leo? Jamani, haleluya. Ndio. Wewe mwana wa Mungu, wewe uliyekubali kumfuata Yesu, inakupasa uendelee kukaa katika pendo lake. Inakupasa uendelee kukaa katika mapenzi ya Baba. Yale aliyoyafanya pale msalabani, yale makusudi ya Baba aliyoyafanya pale mtini, hayo mapenzi hayo ya upendo wake kwetu, lazima tukubali kuenzi. Jamani, haleluya. Kubali. Hebu kaa katika kuenzi upendo wa Baba. Maana ukiacha kuenzi upendo wa Baba yetu wa mbinguni, hakuna mahali pengine, hatuna chochote cha kuweza kuenzi kilicho cha thamani katika maisha yetu baada ya kuokoka kama hii damu ya Yesu, hii dhabihu aliyoitoa. Biblia inasema kwamba akajitoa kuwa dhabihu, harufu nzuri ya manukato. Mmenielewa? Mmenielewa? Ndugu zetu walivyokuwa wakitoa sadaka, ili ujue kwamba imepata kibali, wale ndugu zetu walipokuwa wakitoa sadaka kwa Mungu, sadaka za kondoo, sadaka za mbuzi, ili ujue kwamba hata wewe unayetoa umepata kibali kwa Mungu na sadaka yako. Ile sadaka ilikuwa inapanda ule moshi wake. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa akisikia harufu ya ule moshi wa sadaka yako, ya sadaka ya wale watu walipokuwa wakitoa. Mungu wa mbinguni akisikia harufu ya ile sadaka, alikuwa anasikia vizuri, alikuwa anaikubali, yani alikuwa anaitakabali. Kwa hiyo ukitoa ile sadaka, Mungu wa mbinguni akisikia ile harufu ya ule moshi utokao kwenye ile sadaka ya ule mtu akiwa anatoa, basi anakuwa amekubalika na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wengine, wakati huo ukiwa hujakubalika na Mungu, ukitoa hii sadaka yako, ilikuwa harufu ile haifiki mbele za Bwana. Harufu ya ile sadaka yako ya huyu mtu ilikuwa haifiki mbele za Bwana, na kwa sababu hiyo hakuwa anaisikia harufu. Kwa maana hiyo ilikuwa hajapata kibali mbele za Mungu huyu mtu. Kwa hiyo anatoka akiwa amekunjamana, na ndivyo tunavyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ile sura ya 4, Biblia inasema Habili akaleta mazao yake ya sehemu zilizonona za wanyama, na Kaini akaleta sehemu ya mazao yake kwa Bwana. Halafu wakaanza kutoa nini? Wakaanza kutoa nini wasomaji wa Biblia? Mungu wa Israeli. Unajua nasema na watu wana wa Mungu hapa kanisani. Nasema wana wa Mungu katika ibada. Kaini na Habili walitoa nini mbele za Bwana? Sema sadaka. Sema sadaka kwa Bwana. Walipokuwa wakitoa hii sadaka, wao watu wawili hawa, kuna aliyekubalika na kuna ambaye hakukubalika. Kuna ambaye harufu ya sadaka yake ilifika mbele za Bwana, alafu Mungu akasikia ile harufu ya sadaka, akampa kibali huyu mtu. Alafu kuna mwingine alitoa sadaka, hii harufu ya sadaka yake haikufika mbele za Bwana, kwa sababu sadaka yake haikuwepo sawa na vile inavyotakiwa mtu atoe sadaka kwa Mungu. Mmenielewa vizuri? Ni kwamba ni kama leo hii wakati tunapofundishana masomo ya kumtolea Bwana, ni lazima kwanza tuelewe sisi wenyewe ni sadaka kwa Bwana. Wateule, haleluya. Biblia inasema kila siku tunatolewa kufa kwa sababu wale walio duniani, kwa sababu ya wewe ambaye hawapendwao wakakaa katika pendo la Kristo. Tumetolewa kuwa sadaka kwa ajili ya wale wasioamini. Tumetolewa kila siku, umewekewa kufa kila siku kwa ajili ya wale walioko duniani, ikimaanisha kumwendea mtu aliyoko dhambini, aliyoko mikononi mwa shetani, kumnyang'anya huyu mtu mikononi mwa ibilisi. Lazima uwe umekaa ndani ya Yesu, ili ndani ya huyo Yesu aweze kukulinda, lakini ndani ya huyu Yesu aweze kukutumia kama tunavyofundishwa, na hata asubuhi ya leo tumefundishwa. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika pendo la nani? Katika
anasema mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda